it will come to an end. Hicho kitu kitaisha. Everything you are going through, chochote unachokipitia, it's not permanent. Si cha kudumu. And because we are saints, na kwa sababu sisi ni watu wa Mungu, wana wa Mungu, we are believers, sisi ni waamini, we are saints, sisi ni waamini. Hallelujah. Hallelujah. Everything we go through, chochote tunachokipitia, it's never permanent. Si cha kudumu. Only raise your eyes, inua tu macho yako to the Lord Almighty, kwa Mungu, kwa Yesu. You will overcome. Wewe utashinda. Utashinda. Oh, utashinda. Hata nalo vile kufuata chino sijase. Hallelujah. 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 Let the enemy scheme. Let them devise. Let them say what they say. Wacha wapange chochote wanachopanga. But so long as I am in the Lord, lakini kwa vile tu niko ndani ya Yesu, I am assured, mimi nina uhakika, I will overcome. Nitashinda. Let me tell you this. Acha nikwambie hivi. Danieli said this. Alisema hivi. I will not defile myself. Sitajichafua mwili wangu with the food na chakula cha kifalme from the king's palace. Sitajichafua mwili wangu na chakula cha kifalme. Hallelujah. Hallelujah. And Danieli survived the reign of 3 kings. Aliishi muda wa utawala wa wafalme watatu. Hallelujah. Hallelujah. Nebuchadnezzar. Hallelujah. Hallelujah. 3 of them. Wote watatu. But he survived. Danieli alikuwepo. At the time they took Daniel, kila wakati walipomchukua Danieli, and they threw him, wakamtupa kwenye tundu la simba, in the den of lions. Kwenye tundu la simba. Daniel was 90 years. Danieli alikuwa miaka 90. And because he never defiled himself, na kwa sababu hakuwahi kujichafua, the Bible says, Biblia inasema, hallelujah, hallelujah, the lions, simba, never ate him. Hawakumguza Danieli. Hallelujah. Hallelujah. When you follow that story clearly, unapofuata historia hiyo, the Bible says, Biblia inasema hivi, those men, wale watu who threw Daniel, waliomtupa Danieli in the den of lions, kwenye tundu la simba. Nebuchadnezzar said, Nebuchadnezzar alisimama akasema hivi, get hold of them, washikwe wote, get their wives, washikwe na wake zao, their children, washikwe na watoto wao, throw them, watupwe in the den of lions, ndani ya tundu la simba. I always tell people, ninawaambia watu kila wakati, when you are talking about men of wakati God, unawaongelea watumishi wa Mungu, when you are devising against someone, wakati unapanga mipango juu ya watumishi wa Mungu, very careful. kuwa makini sana. Bring a curse, unaweza kuleta laana over your children, juu ya watoto wako, and even your wives, na juu ya mke wako, who are not around, ambao hawako karibu. They took them, waliwachukua, and they threw them, waliwatupa, and they were not spared. na hawakusamehewa, hawakupatishwa. Lakini Danieli survived. Danieli aliishi. We are survivors. Sisi ni watu wa kuishi. We are survivors. Sisi ni watu wa kuishi. We are survivors. Sisi ni watu wa kuishi. Paul says, Paulo alisema hivi, we are hard pressed every side. Haya, kila wakati tunavunjwa, But we are not consumed. lakini hatumalizwi. We are not consumed. Hatumalizwi. Why? Kwa nini? At last, Mwisho we will overcome. utashinda. Utashinda. We will overcome. Utashinda. We will overcome. Utashinda. Those curses, Laana, those powers, hizo nguvu, forces of witchcraft, hizo nguvu za kichawi, we intercept them. tunazishika. The power of the Holy Ghost. Kwa jina la Yesu Kristo. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Mark chapter 4. Marko mlango wa 4 from verse 37. mstari